نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bado tumeweza kubainisha na kuendelea kuweka wazi sifa ya Mwenyezi Mungu al-Wujud. Kwa nini sifa hii tumezungumza kwa muda mrefu na kwa upana zaidi? Kwa sababu ni sifa ambayo ilikuwa ni wajibu katika sifa ambazo ni wajibu kuzitambua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa nini tunazungumza zaidi? Kwa sababu wanasema watu wa haki, idha sakatu ahlul haqqi 'anil haqqi dhanna ahlul batili annahum 'ala al-haqq. Wanapokaa kimya watu wa haki kutokuisema haki, basi wanadhania watu wa batili kwamba wao katika nini? Katika haki. Sasa tunazungumza hili kwa upana na kwa marefu ili kubainisha na kuweka wazi kwa wale ndugu zetu Waislamu waweze kufahamu nini maana ya sifatul wujud kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ina maana gani sifa hii kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Leo tukamilisha baadhi ya aqwali za wanazuoni kuhusiana na upo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuliona katika darasa iliyopita kauli Imam Shafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, na haja kurudia, lakini pia tuliona kauli ya Ibn Rushdi, tukaona kauli ya Imam at-Tahawi ambaye ni as-Salafi al-haqiqi radhiyallahu ta'ala anhu arda, ambaye katika kitabu chake cha at-Tahawiyya, kitabu ambacho tukiandika mwanzo akasema hadha dhikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaa ala madhhab fuqaha al-milla, akataja pale na suoni ya Imam Abu Hanifa na wenginewe. Kwa hiyo amesema hadha dhikru bayani aqidati ahli sunna, hii ni aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Imam at-Tahawi kwa kuwa anaizungumza aqida ya ahli sunnati wal jamaa, nini amesema ndani ya kitabu chake? Kauli yake tuirudia kwa mimbabi faida, sababu amesema Imam at-Tahawi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'ala ametakasika, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anil hududi, kunako saizi, kunako mipaka. Mwenyezi Mungu hana saizi. Wal ghayati, na miisho Mwenyezi Mungu atakasika nayo. Wal arkani, na pande ambao sehemu inakuwa sehemu au pande ya juu au ni ya chini, ya mbele, ya nyuma, kulia, kushoto, Mwenyezi Mungu atakasika na pande kwa katika sehemu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika mtakasika kuwa na viungo kama vile mkono, mguu na kichwa, aba au adawat, viungo vidogo vidogo vya vidole, macho, pua, sikio, katika sehemu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo akasema la tahwihi aljihatu sittu kasairi almubtadaat, yeye Mwenyezi Mungu ametakasika kuwa katika moja pande sita, yani katakasika Mwenyezi Mungu kuzungukwa na pande sita, sababu yeye Mwenyezi Mungu alikuwepo kabla mahala bila mahala, kabla upande bila upande. Yeye Mwenyezi Mungu habadiliki sifa zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tufahamu ndugu zangu Waislamu, kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si kwa kujua kwa Mungu kwa mahala fulani, kwa upande fulani kama ndio kwa kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala upeo wake ni kutambua kwa Mwenyezi Mungu yupo bila mahala wala upande, kama ambavyo kusema al-Imam Ahmad ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu al-Ash'ari fi kitabihi al-Hikam. Amesema Imam at-Tahawi, amesema Imam Ahmad ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu arda, ghayatul ma'rifati billah, upeo wa mwisho wa kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, upeo wa mwisho kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-iqan, ni mtu kuwa na yaqini, mtu kuyakinisha. Kwa nini kuyakinisha? Biwujudihi Ta'ala, mtu ana yaqini kwa Mwenyezi Mungu yupo, hila kwanza, lakini bila kaifin wala makan, ayakinisha kwa Mwenyezi Mungu yupo bila mahala wala upande. Huu ndio upeo wa mwisho wa kutambua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo. Na hii ndio itikadi ya wanazuoni wa madhahibu al-arba. Wanazuoni wa madhahibu al-arba kama alisema Imamu الشيخ المحدث
Muhammad Arabi Tabban al-Maliki fi bara'at al-Ash'ari. Imam huyu Muhammad al-Arabi Tabban anasema katika kitabu chake alichokiita Bara'at al-Ash'ari, anasema ittafaqa al-uqala'u, wamekubaliana wenye akili. Wamekubaliana wenye akili, maana haya wanakuja na wanayasema na kuitakidi, hawa ndio wenye akili. Anasema wamekubaliana wanazuoni wenye akili. Kitu gani? Anasema min ahli sunna, nao ni ahli sunna. Ittafaqa al-uqala'u, wamekubaliana wanazuoni wenye akili, min ahli sunna, nao ni katika wanazuoni ahli sunnati wal jamaa. Akasema ash-Shafi'iyya, mashafi, wal Hanafiyya na mahanaf, wal Malikiyya na malikiyya, wa fudala'ul Hanabila, kisha sema na wale wabora na watukufu katika madhhabi Imam Ahmad ibn Hanbal. Kwa nini amefunga kwa tamko la fudala'ul Hanabila? Sababu kuna baadhi ya watu ambao wanaojisibisha Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal, lakini wao wanakhalifu itiqadi Imam Ahmad ibn Hanbal. Lihadha qala fudala'ul Hanabila, ili kuwatoa wale ambao waliojisibisha Imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu ta'ala anhu warda. Tunasema wa ghayruhum, na wengineo wasiokuwa hao. Wanasema nini hawa? Asema ala anna Allah tabaraka wa ta'ala, juu ya kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyetakasika na kutukuka, munazzahun anil jiha, ametakasika kwa katika upande. Ili Mwenyezi Mungu ametakasika kwa katika upande. Haya madhehebu yote manne na sio hayo wamekubaliana kwa Mwenyezi Mungu ametakasika kwa katika nini? Katika upande. Wal jismiyya, kadhalika ametakasika Mwenyezi Mungu kwa kiwiliwili. Wal hadd, na kwa size, ambaye maneno ya Imam nani? Ya Tahawi radhiyallahu ta'ala anhu. Asema wal hadd wal makan, kadhalika size na sehemu ametakasika nazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kisema wa mushabahati makhluqati, Mwenyezi Mungu ametakasika kufanana na viumbe wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu tunaposema Mwenyezi Mungu kwa mahala fulani, maana yake anakuwa amefanana na viumbe wake ambao wanasifikana katika pahala. Na yeye Mwenyezi Mungu ameumba viumbe na akavijalia viumbe hivyo kila kiumbe kwa katika pahala pake, kila kiumbe kwa katika sehemu yake. Kwa kumjalia Mwenyezi Mungu katika pahala, maana yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kufanana na viumbe wake kwa sifa ya kuwa katika nini? Kutajia katika pahala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema laisa kamithlihi shay, hakuna kama yeye Mwenyezi Mungu chochote. Katakasika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kufanana na viumbe wake. Kwa hiyo kwa katika pahala sisi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bali ni sifa za viumbe. Yeye Mwenyezi Mungu ametakasika kwa katika pahala. Tunasema hii ni kauli ya wanazuoni wa madhahibu al-arba na wengineo ambao wanaojuzisha na kukubali kwa Mwenyezi Mungu yupo bila mahala wala upande. Hadha i'tiqadu ahli sunnati wal jamaa, wa billahi at-tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.